Okay, tuna ujumbe huu unaosema kupingana na kinachokurudisha nyuma. 2025 hatutamani kumwona mtu yoyote anarudi nyuma. Na neno kurudi nyuma sio neno la upande mmoja tu wa kiroho, hapana. Naongelea kurudi nyuma katika kila eneo la maisha yako. Kwa hiyo sio tu ile hali ya mtu kuacha imani, japo ni sehemu ya fundisho letu, lakini silengi tu mtu anayerudi nyuma kiroho. Na lenga mtu yoyote ambaye huwa ana mwendelezo wa matukio yanayomrudisha nyuma, labda kurudi nyuma kibiashara, labda kurudi nyuma kimaendeleo, labda kurudi nyuma kiuchumi. Kurudi nyuma ni hali ya mtu kutoka kwenye hali nzuri au njema na kurejea kwenye hali ya shida na mateso ya mwanzo. Mara nyingi kuna vitu ambavyo vinamrudisha mwanadamu nyuma, na sasa imefika hatua ukimuuliza mtu yoyote kwamba ni eneo gani ambalo umewahi kurudi nyuma, atakwambia kurudi nyuma ni formula ya maisha. But je, ni kweli, ni sahihi kwamba ni lazima mtu arudi nyuma? Tuanzie na kitabu cha Luka 9:62. Je, Mungu anapenda mtu arudi nyuma? Angalia ilivyoandikwa. Biblia inasema Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Yesu akamwambia, huyo ni nani anaongea? Yesu. Mwambie mwenzako Yesu. Halo. Tuna aina mbili za watu ambao wako kwenye imani ya Mungu. Aina ya kwanza ni wale watu ambao huwa wakiamua kuondoka au kuokoka wanaenda bila kutazama nyuma. Ni watu ambao hata itokee nini, hao sasa wanaitwa kondoo, kwa sababu kondoo huwa hana tabia ya kurudi nyuma. Kondoo huwa hana tabia ya kutazama nyuma. Kondoo huwa macho yake na kichwa chake masaa yote kiko mbele. Sasa kama kuna kondoo na Yesu anatuita sisi kondoo, it means that kuna sifa za upole ndani yetu na sifa za utii na sifa za usikivu. Ndio maana tukapewa majina ya kondoo, kwamba Mungu ameona kwamba ni kiumbe gani kinachoweza kufanana na watu. Asema kondoo huwa hana matukio mabaya, kondoo hana mambo mabaya ukilinganisha na mbuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa Yesu anasema kondoo zake wanaisikia sauti yake. Amina. Amina. Sasa tuna watu ambao tunao labda kwenye nyumba ya Mungu, isipokuwa hawajakubali kufanyika vile Mungu anavyotaka, au hawajakubali kuwa kondoo, kwa sababu logiki au nafasi ya kuwa kondoo, it is your decision, it is your choice to be a sheep. Yani wewe ndio unaamua kwamba sasa acha na mimi niwe mwana wa Mungu. So it is your decision. Unaweza kaamua kuwa kondoo au kuwa mbuzi. Anasema sasa huyo mtu ameshaweka jembe, ameshaokoka, akitazama nyuma, una tena vigezo ya kufaa kwenye nini? Ufalme. Kumbe ni ngumu namna hiyo. Kwa hiyo kumbe ukirudi nyuma, hata ukirudi hautapata ile heshima ambayo Mungu alikupa nayo tena mwanzoni. Amina. Yani hata ukirudi ile level hautakaa pale tena. Yani watakuwa malaika watakuwa na kuangalia kwa tahadhari, wakisema angalieni asije akafanya nini,
Mtu yoyote ambaye huwa ana tabia, ametoka kwenye wokovu, anaenda kwenye imani nyingine, anaenda kwenye maisha ya dunia tena, anazama kule, huyo mtu anakuja kuwa mbaya kuliko wale ambao walikuwa wanafanya ubaya kule nje. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema huyo mtu hafai tena kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana ukiamua kumtumikia Mungu, mtumikie kwa moyo wote, si kwa sababu mchungaji amesema, wala si kwa sababu unataka umlingane mchungaji. No, mtumikie Mungu kwa sababu umeamua kujikana na kubeba msalaba wako kwenda wapi? Mbele. Kuna watu hapo wananisikia? Amina. Nini kinachomfanya mtu kurudi nyuma?